Tutambue uwepo wa madiwani wa kata zote 4, lakini pia wenye viti wa serikali za mtaa wapo wakiongozwa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bamia. Nachotakiwa hivi sasa ni kumleta kwenu ama kumleta kwetu Sheikh wetu Sheikh Uthman bin Khamisi ili aje azungumze na hadhira hii, lakini nilivutwa sikio nikaambiwa kwamba ulipolitaja jina la mheshimiwa mkurugenzi Satura ukasema neno ambalo limetia watu wasiwasi, kwani hili neno kwenye lugha ya Kiarabu likoje? Mheshimiwa mkurugenzi, Satura hii ni fi'li mabniu lilmajhuli, na yosini ni harfu tanfisi zaid, na wataalamu wanasema kullu ziyadatin fil mabna ziyadatun fil maana. Tunaachana na sini. Tura kwa Kiswahili watu watakuona, maana hilo neno linatokana na fi'li raa. Sasa kwa kuwa wewe ni mkurugenzi, mipango yote ipo kwako, miradi ipo kwako, mafungu yapo kwako, ukianza kutunza utaanzia kwangu. Watu wa halmashauri ya Temeke kwa mujibu wa jina lako Satura watakuona namna unavyoing'alisha wilaya ya Temeke, kwa sababu miradi yote ipo. Aswaliwe Mtume Muhammad. Sheikh Uthman Khamisi, fali yatafadhal uje uzungumze na hadhira hii hapo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Arbab as-sumuwi wal maali, shuyukhana al-akarim, al-ulama wal-hukama al-mawjudin ma'ana fi saha, a'immat al-basajid ma'a asatidhati al-madaris, أمهاتنا الكرام، أيها الجمع الكريم الطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك العلام، هو رقيبي في يقظتي ومنامي، والصلاة والسلام على إمامكم وإمامي سيدنا محمد خير الأنام. بلغوه تحيتي وسلامي، وأخبروه صبابتي وهيامي، واسألوه الوصال إن قلبي لم يزل يكتوي بنار الغرام. اشتد شوقي إلى الحبيب لعلي أن أرى وجهه ولو في المنام. يا ليته خصني برؤية وجه كوكبي الجمال والابتسام. ذاك الوجه مفلح من رآه، ذاك بدر التمام ماحي الظلام. أيها السادة والقادة، نحن الآن في شهر رجب المبارك، وشهر رجب إذا جاء ذكرنا بذكرى رحلتين ظهرتا على يدي رسول الله محمد. الرحلة الأولى أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرحلة الثانية سماوية
min indi almasjid alaqsa ila ma fawqa sidrati almuntaha haythu la ya'lamu madaha illa Allahu khaliqul khalqi wa mubdi'ul kainat. Waislamu wenzangu, na hasa mliokaa kwenye meza hizi, nyote nimetambua kuwepo kwenu nyote, pamoja na heshima na nafasi zenu, huku nikimuomba Mola wangu aendelee kuwabakisheni kwa kukupeni umri tawil wenye kheri insha Allah. Na wenzangu wa umri wangu, wadogo wenzangu na wanafunzi wenzangu, na nyinyi nimetambua kuwepo kwenu na mmefanya kheri kuja hapa. Mwenyezi Mungu akubarikieni kwa kufika hapa. Mwakani nyinyi na mimi tulio na rika dogo tuje kwa wingi kuliko mwaka huu insha Allah. Na mama zangu mlioko hapa, na nyie nimetambua kuwepo kwenu, na nyie Mungu awabarikini insha Allah. Kila mama alokuja katika hadhara umechumbia, umepata mke mzuri ndotoni huko, ni nusura ya Mola hii. Halafu umepata mke wa maana sana kule, umekwenda posa, umekubaliwa, umedaiwa, umelipa, imefika siku umevaa majuba kama Ibn Salman min almamlakati alarabia saudia, na jambia umeweka. Mimi nashangaa siku hizi wanaoa wanaweka na jambia hapa, sijui la nini, sijui kama kwenye ndoa kuna vita. Haya, najambia unalo, mekwenda kupiga goti mahala, umemchukua yule mwanamwari ulompata mpaka ndani, nusura ya Mola hiyo. Ukifika ndani, mmekaa wenyewe, lile zogo la walimwengu limeondoka, mmebaki wenyewe wawili tu. Halafu mmeamua muanze kusoma baadhi ya aya. Mnachagua makamu gani mnaanza nayo? Anza na Bayati, Razdi, mnachapta Sika, nani, mnasoma baadhi ya aya. Halafu usikiwa hunielewi basi utanielewa siku nyingine. Mnasoma baadhi ya aya, halafu mwisho wa ila hadhar sayyidina Rasulillah al-Fatiha. Mara ukizindukana uko peke yako kitandani, umekumbatia mto. Hapo amekunusuru Mola. Lakini hiyo nusura usitegemee sana, unaweza ukaishi mpaka ukafa hujaipata. Wanakuhadithia wenzako tu, jana mimi nilioa, jana ilikuwa mathna wa thulatha wa rubaa, we bado. Kwa baraka ya Bwana Mtume Muhammad, na nyie vijana wenzangu mpate wake bora na wake wema insha Allah. Anasema Mola kwenye Qur'an Karim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Haya ni maneno ya Mola wetu niloyachagua kuwa ndio darasa langu au ukumbusho wangu kwenu usiku kama huu. Na hasa niite ukumbusho kwa sababu sura zenu nikiziangalia ni sura za wasomi, na Mola akupeni elimu yenye kheri insha Allah. Tulipokuja hapa duniani, maisha yetu yote Mungu kayafasiri kuwa ni kucheza. Tuko hapa duniani kucheza, na kila mtu anacheza. Tunatofautiana tu aina za michezo tunayoicheza. Amesema mwenyewe, innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun fil auladi wal amwali ila akhir ma yaqulu Maulana. Maisha ya duniani haya ni la'ibun, ni kucheza. Mimi sijajua mwenzangu unachezea wapi na unacheza kitu gani, lakini duniani hapa tupo tunacheza. Iko michezo ameshairidhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akikuona unacheza hivyo, basi mpaka Mola anafurahi.
namna unavyocheza. Na kuna michezo mingine ina maudhi, inamuudhi Mungu, inawaudhi walimwengu, inamuudhi mpaka Ibilisi mwenyewe anaudhika. Shetani aliwahi kusema, bil amsi kuntu uallimu nnasa turka dhalala amma alana ana ataallamu minan nasi turka dhalala. Ibilisi anasema siku za nyuma mimi nilikuwa nawafundisha watu namna ya kupotea. Zamani shetani alikuwa anafundisha yeye namna gani mtapotea, lakini wale wapotezwaji mmekuwa kielimu, mmeadvance kwenye kule kupotea. Anasema siku hizi yeye ndo anajifundisha kwenu namna ya kupotea. Yaani kupotea kukoje, Ibilisi anakuwa mwanafunzi. Ukifanya jambo anakuangalia yeye, anasema tu kumbe na hili lipo, maana zamani hakuwahi kuliona yeye. Kumbe bwana na hili unalijua, endelea tu, umepata. Ni wewe ulomuelimisha. Tuko duniani kucheza. Wewe unachezaje? Unacheza wapi? Na unacheza kwa sababu gani? Ndugu Waislamu, hadhara hii imetayarishwa vizuri, na kwa fikra yangu na nadhara yangu hadhara hii imefaulu sana. Mwenyezi Mungu azidi kuibarikia insha Allah. Tumekuja hapa kucheza kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mchezo huu Mungu anaufurahia sana. Sasa kuna michezo mingine hatari, hatufai hata kuikaribia. Mola amesema, nitawaonesha watu dalili zangu na aya zangu, nitawafundisha watu uwezo wangu, fil afaq, kutokea angani, wa fi anfusihim, na kutokea kwao wenyewe. Maneno yanakadiriwa idhafa. Alkalamu huna ala takdiri alidhafati, hudhifa almudhafu wa uqima almudhafu alayhi maqama almudhaf. Saurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, ay wa fi abdani anfusihim, na kwenye miili yao. Ndugu Muislamu ambaye hajasoma elimu mpaka leo akasome, maana elimu haijamalizika bado. Ingawa kwa mawazo yangu mimi na istiqraat, elimu haikui, inashuka. Alilmu la yartafi'u bal innama huwa yankusu yawman fa yawmin. Elimu ndugu Waislamu haipandi. Elimu hii ya Kiislamu sasa inashuka siku hata siku. Ingawa watu wa leo wanaamini elimu inakuwa sana, na leo kuna wasomi sana, kuna mashekhe sana. Kalla wa alfu kalla, elimu haipandi, inashuka kabisa. Toka wakati wa Bwana Mtume Muhammad alipoondoka, wamekuja masahaba, kutoka masahaba kuja tabiina, tabiina, mpaka leo elimu haikui, elimu inashuka. Ikiwa leo ndio elimu inakuwa kuliko zamani, hayo maneno yatapingana na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hivi, la yatikum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqau rabbakum. Mtume anasema hautokuijieni wakati isipokuwa unaofuata unakuwa ndo mbaya zaidi kuliko mlionao sasa. Mantiki ya hadithi hii, kila tukienda mbele hatupandi kwenye kheri, kila siku tunashuka. Lakini na kuna hadithi tumeihifadhi sote. Amesema Mtume, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Na hadithi hii maana yake pia hatupandi, tunazidi kushuka. Mimi sisemi kama kuna wasomi wengi kwa sasa, ila nasema sie wajinga tumeongezeka kuwa wengi kwa sasa. Wajinga ni wengi kuliko wasomi, isipokuwa wajinga wa miaka hii wanatabu kweli. Wajinga wa zama hizi ndio sisi, unatabu kidogo. Mjinga mmoja kule Kinondoni aliniambia, anaambia, shekhe sikiliza, mimi sikusoma lakini hunidanganyi kitu. Sikusoma kabisa lakini hunidanganyi chochote. Nikasema huyu mjinga mambo leo huyu, yaani hajui kitu na hadanganyiki. Ndio wajinga tulobadilika kuwa wasomi siku hizi. Na jambo la elimu siku hizi, kwa namna mlivyoelewa nyinyi watu, sio lazima ukasome, ni kuamua tu. Siku hizi kila mtu anaamua tu, jamani, kuanzia leo mimi shekhe. Amekaa mwenyewe kaamua hivyo, mimi kuanzia leo shekhe wenu.
na wengi wameamua. Naona mmebakia nyie tu mlioko hapa ndo bado hamjafanya hayo maamuzi, kwa sababu ni kuamua tu. Akishaamua mtu mimi ni shekhe wa hapa, anaangalia mashekhe wanavaaje. Ghalibu wanavaa kanzu na vikoti kama hivi vinauzwa pale msikitini kwetu Mtoro. Anakuja Mtoro anapata kikoti kizuri na kijikanzu na shekhe tayari. Kisha anaangalia baada ya kanzu na kizibao kinafuata nini? Mashekhe wengine wanapenda kuwa na ndevu kidogo, lihya ni sunna ya bwana Mtume Muhammad, naye anatengeleza videvu hapa, vingine vinachusha ajabu. Ukimwangalia kidevuni mpaka unasema basi hata sunna ingekuwa ndo hivi, ndevu za hivi. Mtihani mkubwa sunna hii. Ndugu Waislamu, ukiwacha yote hayo, Mola kakutilieni madarasa kwenye miili yenu. Kila mtu mwilini kwake kuna masomo. Ukitaka kujua Mungu anataka nini, hataki nini, na kwa shekhe hujenda, usome mwili wako mwenyewe na utapata ilmu kubwa sana ukisoma mwili wako. Fatana na mimi kwenye maneno haya mwisho, maana nataka nikakae. Ndugu Muislamu, Mwenyezi Mungu amekupa macho, na alhamdulillah, macho ni jauhari kubwa sana. Macho ni kitu ambacho thamani yake ni pepo. Mungu kafanya mukarana wa macho na pepo, ni kitu sawa. Akikupa mtihani Mwenyezi Mungu, macho yako yakatoka na ukawa ni mtu wa kheri, ukavumilia, Mwenyezi Mungu haoni jambo la kukulipa zaidi ya pepo. Yakulu fil hadithi al-kursi al-jalil, idha btalaitu abdi bifaqdi habibataihi wa sabara lan ajida lahu jazaan illa aljanna. Nikimpa mtihani mja wangu nikaondoa macho yake mawili na akavumilia, sioni kitu kinachofaa kumlipa isipokuwa pepo. Yani hija hii, macho imekuwa kama hija vile. Mtu atakohiji, Mola anasema hana cha kumpa isipokuwa pepo. Na ukiwa kipofu hivi sasa, siwaombeni upofu, baki na macho, lakini macho hadhi yake ni kupewa pepo. Alipokupa Mungu macho, amejalia haya macho yanafumba na kufumbua, au si hivyo? Macho yana mtindo wa kufumba na kufumbua. Anzia hapo kusoma anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola amekupa mdomo huu, mdomo huu shafatani, mdomo unafumba na kufumbua. Mungu amekupa mikono, mikono inafumba na kufumbua. Mola amekupa miguu, miguu inakunja na inakunjuka. Mnisame na ruka viungo vingine kwa sababu ya adab. Ilikuwa nitaje na vingine tungekimbiana hapa, sasa na vipita kuheshimu nyuso hizi huku nyuma, lakini navyo pia ningevitaja. Tunasoma nini? Mola alipokupa haya macho unafumba na kufumbua, maana yake usitazame kila kitu. Kila kitu hakitazamwi. Tazama yale ambayo ukitazama Mola anaridhika. Ukijua hili nikilitazama Mungu haridhiki, macho yako yanaweza kufumba. Kullil mu'minina yaghullu min absarihim, macho yafumbwe kwenye kile ambacho Mola hataki ukione. Na hapasemwi kuona, panasemwa kutazama. Yasiyotakiwa kutazamwa, kuona ruhusa. Kuona sio shida, tatizo ni kutazama. La talumanna al-aina an-nadharu haqquhu walakin lumil qalba hubbu ma ghayruhu. Usililaumu jicho kuona ndo kazi yake. Wewe ulaumu moyo kupenda vitu sio vyake. Wenye makosa ni moyo, sio jicho. Lakini usitazame, unafumba. Haya, umepewa mdomo, mdomo unafumba na kufumbua. Maana yake nini? Usiseme chochote wala usile chochote. Kikifika kinachotakiwa ule na Mola anaridhika, fungua kinywa chako alafu endelea na safari ya kula. Ukiona umefika mahali hiki akiliwi, fumba mdomo usile. Kwenye kusema, usiseme ambacho Mungu hataki, fumba mdomo. Kuna dhambi kubwa imeenea sasa hivi na kila imekuwa kama maji ya kunywa, inaitwa ghiba. Al-ghiba ni ile dhambi ya kusengenya watu. Siku hizi kama asali vile, kila mmoja sasa mitaani amekuwa msengenyaji, kusengenya wenzake. Na kilichoniogopesha, imefika mpahali mpaka mashekhe wetu hawa baadhi yao wameingia kwenye mkasa huu wa kusengenyana wao kwa wao.
na bidhaa kubwa ambayo Ibilisi kafanikiwa kuwauzia wanachuoni ni kusengenyana wao kwa wao na kusemana. Na sisi tunawaombea usalama hawa, wabakie. Kubaki kwao ndio usalama wetu. Na kwenye eneo la kusengenya watu, mwanamke ndiyo imamu. Almar'atu hiya imamatul muqtabina, mwanamke ndiyo imamu. Mama zangu watanisamehe, wanawake akipita mbele yao mwanamke mwenzao hapiti salama, hapiti salama. Ikiwa kapendeza hapiti salama, na ikiwa kakosea kidogo kupanga ile mipango ndio zaidi hapiti salama. Akipendeza hawa waliopo watasikia jamani, basi huyu hakujitizama kwenye kio, hicho kiatu hata sio sawa na hilo gauni, hapiti salama. Na akiwa amekosea kidogo hapiti salama, lazima wamsindikize na maneno. La mdomo maana yake sasa ufumbue panapohitajika, pasipotakiwa ufumbe. Najua kuna mtu anatamani kuniuliza, je, pua na pua nayo vipi? Jawabu ni kwamba pua haijawahi kupangiwa sharia. Pua haina sharia ya Mungu. Wewe kunusa vitu ushujaa wako tu basi, ni nguvu yako, ubavu wako. Hata kama unaweza kwenda shinda chooni, kashinde tu wewe, ni mwenyewe, tena nguvu yako. Pua haina sharia hata kidogo. Wewe nusa chochote. Uridu an utiyakum mithala. Jamanini, mitaani kuna magari yanapita na mkurugenzi anajua yale yanapita, yanazoa takataka. Mnayajua magari yale? Yale magari yale, kama pua yako si shujaa, sikwambii kukaa karibu nalo, hata likipita wewe unakimbia kwa sababu ya taarifa unaoipata kutoka kwenye gari lile. Lakini kuna mabwana wanaofanya kazi kwenye hiyo gari, wananunua chips bwana, wanakaa kule juu wanakula. Wale wafanyakazi wale magari, utaona ajabu kweli, yuko juu ya zile taka na chipsi, anaimba kidogo na wimbo wa taifa pale juu, yeye hamna tabu. Pua haina sheria, nusa utakalo, ni nguvu yako mwenyewe tu. Ukiona unapawa, wewe endelea na pawa yako. Pua haina sharia, lakini viungo vya Mungu alivyokupa vina sharia, vinafumba na kufumbua. Usiende popote, usiseme lolote, usitazame chochote. Ndiyo manhaji ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lindeni viungo alivyokupeni Mungu, ili Mungu akuridhieni, maana anaweza kuviondoa. Ukiwa unaangalia chochote, siku moja unaweza ukaamka huoni kabisa. Mungu amerekebisha mipango. Ikiwa unatamka yoyote, aweza kukufanya ukawa bubu, ukawa husemi kabisa. Msome Mola kupitia viungo vyako, msome Mungu kupitia viungo alivyokupa, na utamuelewa. Kwa sababu kazi ya Mola wetu ni kukupunguzia uhuru. Mola katupunguzia uhuru. Usiwe na uhuru kamili. Kila mtu anayetaka uhuru kamili hapa duniani ana matatizo na hatakuwa salama. Uhuru mdogo, tumia viungo inavyotakiwa, atafurahi Mungu, itafurahi jamii, watafurahi viongozi, atafurahi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Aqulu ma tasma'un, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Shekhe kwa darasa ambayo ni mufid. Mwenyezi Mungu atuhifadhie Shekhe letu wewe na mashekhe wengine, ili tuendelee kupata faida